Hello, mambo vipi? Karibu tena katika zoni yetu ya ushauri, na leo tutaongea darasa kuhusu nini cha kufanya pindi ambapo mwenza wako amekublock. Watu wengi kinachowatesa wanapokuwa kwenye mahusiano ni mpenzi wake kufikia hatua ya kumblock. Sasa si hatua ambayo inatakiwa ikupe wewe uchizi ama uanze kuhangaika na kuchanganyikiwa. Swala ni jepesi, njoo nikuelekeze, tegesha sikio lako hapa. Lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kuacha comment yako kwa hiki ambacho nakwenda kuzungumza. Hatua muhimu ambazo unatakiwa kuzifuata pindi ambapo mpenzi wako anakuwa amekublock ama umegundua mpenzi wako amekublock. Hatua ya kwanza ni kutafakari kitu gani ambacho umekifanya kimepelekea mwenzio kukublock. Watu wengi si watu ambao wanagundua makosa yao. Yaani si watu ambao wanapenda kukubali udhaifu wao na kuchukua makosa yao ambayo yamewafanya. Sasa ikitokea mwenza wako amekublock, review katika akili yako. Je, kitu gani ambacho kimempelekea yeye kufikia hatua ya kukublock? Baada ya hapo, rekebisha ile mistake ambayo umeifanya. Kama kuna kosa umelifanya, basi lirekebishe. Sasa utalirekebishaje ikiwa yeye amekublock? Unaweza ukatafuta namba nyingine na kuanza kumtafuta. Kumtafuta sio kumsumbua, ni kumtumia text moja tu ambayo imechukua vitu vingi ambavyo vilifanya mgombani ama kufikia hatua hiyo. Labda unamtumia text ifuatayo: hello dear, mimi ni fulani, naomba uniblock. Nataka tuzungumze kuhusiana na swala 1 2 3. Kama itakuwa ndani ya uwezo wako na kama sitakusumbua, iache. Mtumie. Ukishamtumia kwa mtu ambaye kweli ana nia na wewe, anakuhitaji, anakutaka, atachukua hatua kutokana na ile message ambayo umemtumia. Sio kuanza kumtumia message ya kulalamika. Yaani wewe kitu kidogo umefikia hatua kuniblock. Yaani kuanza kumlaumu. Hili ni kosa kubwa sana ambalo watu wengi wanalifanya. Ukigundua mwenzio amekublock na umegundua wewe unakosa ama huna makosa kwa sababu unatafuta amani ya mtu ambaye unampenda, mtumie text ya mapenzi kama ambavyo nimekwambia: hello dear, mimi ni fulani, sorry ama samahani kwa chochote kile ambacho nimekukosea, nahitaji tuzungumze ili tuweke sawa mambo yetu. Kama itakuwa ndani ya uwezo wako. Kwa siku unatuma message zaidi ya 20, unaanza kujielezea mimi fulani, yani block sijui na nini. No. Kama ni mwanamke mwanaume wako amekublock, kuwa mwanamke mstaarabu, kuwa mwanamke ambaye ameelimika. Mtumie message moja tu, alafu kaa kimya. Ukiona amekutafuta, unaanzia hapo ambapo amekutafuta. Ukiona hajakutafuta darling, ujue tayari umeshaachwa, kilikuwa kinatafutwa kisingizio ili muweze kuwa mbali. Sasa kitu kingine ambacho unatakiwa kukifanya ikitokea mpenzi wako amekublock. Kama ni mtu ambaye unamfahamu ndani na nje, yani kwake unapafahamu, basi acha kumtafuta kwenye simu, mtafute ana kwa ana ili muonane, mzungumze, ujue ni kwa nini yeye amefikia hatua ya kukublock, kwa sababu si kila mtu anayekublock unajua tatizo. Hapana. Mwingine inaweza kuwa tu amejisika kublock, labda ana wapenzi wake huko wengine, sasa anaona apate chance ya kuwa na wapenzi wake wengine. Mtafute ana kwa ana kisha uzungumze naye. Kwa sababu kama unapajua nyumbani kwake, inaweza ikawa ni fursa ya kwenda kuonana naye ana kwa ana, mzungumze. Lakini ukiona umemfuata ana kwa ana kuzungumza, amekutimua au ameanza, yani mnakuwa hamna maelewano zaidi tofauti na kwenye simu, muache, kwa sababu tayari ulishaonyesha nia ya kutaka kufanya solution ya kutokuwa sawa kwenye mahusiano yenu. Lakini ukiona yeye hakupi ushirikiano, muache. Chukua hii kwa wewe ambaye mpenzi wako amekublock. Acha kumsumbua mtu ambaye unaona kila unachokifanya hakuonyeshi ushirikiano. Acha. Kwa sababu kuna watu mnashindwa kula, mnashindwa kuishi maisha yenu, mnashindwa kufanya chochote, mnaanza kumsumbua mtu ambaye amekublock zaidi ya mara 3, mara 4, mara 5. Huu ni usumbufu, na wakati mwingine inaweza ikawa mtu asikuwa ni block moja kwa moja. Nikupe siri hapa. Ikitokea mpenzi wako amekublock, ukiwa unahangaika sana, basi unampa chance ya kuendelea kufanya hiko kitu ambacho yeye amekifanya. Yaani kama unamsumbua sana, anaona unamsumbua sana, basi ataendelea kukublock kwa sababu anataka akutese, akuathiri kiakili, na wewe ujione kuwa bila yeye maisha yako hayawezi kwenda. Lakini siri hii ninayokupa, ikitokea mpenzi wako amekublock, mtumie text moja ambayo nimekufundisha mwanzo. Ukiona yupo kimya, na wewe acha, kaa kimya.
Watu wengi huwa wanasumbuliwa na ukimya wa mtu kuliko fujo za mtu. Ikitokea umekaa kimya baada ya kumtafuta, huhangaiki naye, humsumbui, hufanyi chochote, hustoki. Huyo mtu atakuwa ni block mwenyewe, na yeye mwenyewe ataanza kukutafuta ama kukusumbua ili muweze kuongea. Atakwambia mimi hasira zangu zimeisha, naomba tuendelee na mahusiano, nahitaji tuzungumze. Kwa sababu umetumia njia ambayo ni sahihi. Usimsumbue mtu ambaye amekublock. Na wakati mwingine kama hataki, na wewe block, business inakuwa imeishia hapo. Kila mtu asijue kitu cha mwenzie. Hivyo. Na unatakiwa kujiuliza, kwa nini mpenzi wako anafikia tu anakublock? Moja, aidha kuna kitu umemkera sana mpaka anashindwa yeye kuzungumza, kwa hiyo anaamua awe ukimya, asikuone, asipokee chochote kuhusiana na wewe mpaka atakapokuwa sawa. Ama mwingine anakublock kwa sababu anataka awe huru na mambo yake, aidha na mwanamke wake mwingine. Sasa anataka kutumia hiyo chance kudili na mwanamke wake ama mwanaume wake, kwa hiyo anatafuta kisingizio. Na kama ukimpa chansi mtu akiwa anakublock, unahangaika na minamba mingine, sijui anakuwa ni block, mnarudi mnaendelea na mahusiano, basi jua maisha yenu yatakuwa ni hayo ya kuwa ni block kublokiana, kwa ni block kublokiana, kwa sababu unampa attention. Ikitokea na kublock umetumia ile njia alafu umemwona hastuki, na wewe usistuke, atajua yuko na mtu ambaye tayari ni matured. Sio unaanza kuhangaika, sijui mimi fulani, si mimi fulani. No, kwako wewe mwanamke, kwako wewe mwanaume, tumia ile njia ambayo nimekuelekeza. Utaenjoy na hakuna mtu ambaye ataondosha thamani yako, kwa sababu utakuwa umeipandisha thamani yako juu, umeijua thamani yako. Now, hakuna muda wa kuanza kumsujudia mtu kwenye mahusiano, kwa sababu wengi wamepata depression, wengi wameishia kutumia dawa kwa ajili ya pressure kwa sababu ya mahusiano. Ikitokea mtu amekublock, umemtafuta hakujali, na wewe block, endelea na maisha mengine.